Anabandika nywele juu ya nywele. Anabandika kope juu ya kope. Anabandika kucha juu ya kucha. Yaani hapo sasa anaweza kabandika mpenzi juu ya mpenzi. Anashindwa kuongea kitu cha ukweli. Yaani njaa ndio mgunduzi, na njaa iliyotugundua sisi tukaungana tukawa wawili. Maana yake huyu ndio kaniponza shuleni. Tulivyokaa shuleni darasani, huyu akasema twende tukaangalie video. Sasa hivi si tumekuwa video raia watazamaji. Tunatembea sisi, tunaweza tukatoka Mbagala kwa mguu mpaka Tabata. Rudi Mbagala. Kwa siku. Kwa siku. Ndugu yangu mnatembea kutoka Mbagala mpaka Tabata. Na ndio maana tuzeeki sana, tunatembea kama tumekula miguu ya kuku vile. Sasa unafikiri ingekuwa kilomita inasoma hii gari ingenunuliwa? Isingenunuliwa, kilomita zishaenda. Unaweza ukamkuta mtu mlivyokuwa chini huko mlikuwa mabesti. Lakini akishakuwa juu tu basi anawakataa. Na anawakataa kipindi mnaenda kuomba kazi pale alipo yeye. Ndio anawakataa. Bwana mtazamaji, tupo na comedians ambao julikana kama The Black nini? The Black Sanaa Group. Bwana The Black Sanaa Group. Tuko nao hapa kujua mengi zaidi kuhusiana na talent ambayo anayo katika ulimwengu wa comedians Tanzania. Bwana, leo hebu tupe kitu kionjo cha season 1. Ndugu yangu, hebu nipe watu waweze kupata burudani huko katika mitandao ya kijamii. Sawa kabisa. Hii cha kwanza lazima kwanza wajue jina langu nani. Mimi jina lako nani? Naitwa Mr. Bembeleza aka Gentleman, mwanaume nisikuwa na michepuko duniani. Sina michepuko mimi. Bana. Uko peke yako? Niko peke yangu. Inakuaje uko peke yako? Si ndio hasa atokee mwingine kama mwenye nani ana michepuko? Wanaume wote lazima wako na sehemu unachepuka kidogo. Wewe baba yenyewe sasa hivi mbaya sasa. Unachepuka kule kuna mtalo chali. Inakula kwako. Bwana, kwa peke yako una mchepuko? Mimi sina mchepuko. Mzee wangu wewe mchepuko unao au una? Mimi naitwa Aliwatani Stars, kiduga ndimu mchumia tumbo funga mzigo uwezi kuubeba, sifazi wala si pesa, kauli yangu yatosha, sipendi ukijipendekeza squash. Hilo ndio jina langu. Bwana, hii mbona refu sana ndugu yangu? Kwa nini lipi niache lipi? Yaani wewe kifupi unaweza ukaita kiduga ndimu au KD. Bwana ndugu yangu, leo umeniletea nini? Leo tumekuja kitu cha hatari. Nataka leo wanawake tuwasifie tuwaponde. Yaani sio tuwaponde. Tuwasifie. Wanawake wana sifa nyingi. Yaani alafu wanawake huwezi kushindana nao. Kweli uko sahihi. Mwanamke unajua mimi nimegundua kitu ndugu yangu. Ndio. Mwanamke kushindana naye inakula kwako. Inakula kwako. Kwa sababu mwanamke bwana anabandika nywele juu ya nywele. Anabandika kope juu ya kope. Anabandika nyusi juu ya nyusi. Anabandika nywele juu ya nywele. Mwanamke anabandika kucha juu ya kucha. Anabandika kucha juu ya kucha. Wamezidi. Na usishindane nao. Huwezi kushindana nao. Wana vituko. Anabandika nywele juu ya nywele. Anabandika kope juu ya kope. Anabandika kucha juu ya kucha. Yaani hapo sasa anaweza kabandika mpenzi juu ya mpenzi. Anaweza? Uko sahihi ndugu yangu. Vyote keshabandika, bado mpenzi juu ya mpenzi. Ukiangalia sana kweli. Na ndio maana wanaitwa hawa. Kipindi cha Adam, kipindi kile kwenye bustani. Ndio. Adam alikuwa pekee, bustani ilikuwa nzuri sana. Yeye benawili. Ilipendeza. Matunda kama yote. Alivyokuja hawa tu. Wiki ikofika. Na Mungu alisema mimi nakuletea msaidizi. Lakini msaidizi kabadilika, sasa hivi kawa mchunaji. Wanatuchuna. Na ndio maana wanaitwa hawa. Si wako wengi. Hawasikii. Wabishi. Hawatosheki. Wanawivu. Hawaelewi. Hawapendani. Hawajiamini. Sasa mkeo. Chelewa kurudi nyumbani. Shida. Ukiwahi. Shida. Ukimtoa out. Matatizo. Ukichelewa nakwambiaje? Ushapitia kwa wanawake zako, sasa hizi ndo narudi, umechelewa kazini. Ukiwahi. Leo hujapitia, unapopitiaga naona mapema umerudi nyumbani. Ukimtoa out. Huku ndo unapokujaga na wanawake zako. Leo umenieta mimi nionyeshe mke mwenzangu. Hasa lipi jema? Wewe jenga naye nyumba, mtishie tu. Mke wangu maisha magumu, tuuze nyumba. Kinachotokea hapo Mungu apende. Una akili wewe? Ndio. Uze nyumba wewe, ukifa mimi nitakaa wapi na watoto? Ina maana tunaokufa sisi wanaume, wanawake hawafagi. Hata mimi nimegundua na ndio maana wanaume tunakufa mapema. Mawazo. Wewe ukienda baa ndio balaa. Ukienda kazini moto umewaka na bosi. Ukirudi nyumbani moto umewaka na mke. Ngoja niende baza. Ndio kabisa. Usimpe ofa mhudumu mmoja. Akisogea mwingine naona tunaingiliana kwenye anga zetu, tutapasuana kweli. Si tukaeke wapi leo zetu? Shughuli iko hapo. Na mimi nimegundua na kazi unaota ndugu yangu. Mimi amenikuta. Nilikuwa dereva nimeacha baada ya kuota. Nimeota naendesha gari, kumbe masikio mwanangu ndio sukani. Tutamuua mtoto. Nisianze kuyazungusha. Mtoto kasema. Baba Naumi akamwambia tulia, niko Chalinze barabara nyembamba huko. Bala kwenye gearbox. Na kandamiza kichwa cha mke wangu. Nasikia mapenzi gani?
Kaambia tulia, kwa Mlandizi kuna mlima. Nimekabidhi gari asubuhi. Sasa nakwambia aje, katika watu mimi nawakubali duniani. Tena watu wazuri. Wapi? Madereva wa bodaboda. Wana kitu gani? Wana huruma sana. Bodaboda akiwa chini ukimkumbatia atakupiga ngumi. Masiala. Lakini ukimpa buku unamkumbatia unavyotaka. Shoto uko naye, kata kulia uko naye, nyoosha unamshika mabega. Na akishuka na kuomba namba ya simu kesho tena. Kanogewa? Masiala wewe. Kwa maana wengi wanavaa jinsi. Ushamwona bodaboda kavaa suruali ya kitambaa? Hata siku moja. Ukimwona kavaa suruali ya kitambaa mgeni, wote wanapiga jinsi. Ndio. Viti vimenyoka. Akikaa lazima akae kiduku mpapasi. Abiria kiduku mkandamizo. Mungu. Pakia abiria wote, lakini sio Mpemba. Mpemba. Wewe ukikaa kiduku mpapaso, Mpemba kiduku mkandamizo. Wewe ukikata Mpemba anakunja. Ukikunja? Wewe ukikunja Mpemba anakata. Ukifunga breki upo mgongoni. Twende muamini Mungu mgongoni kwangu. Hiyo season 1 hiyo. Kazi hivyo. Ila bwege usintie aibu. Aibu ya nini? Maana mwenzio msomi. Una usomi gani? Mambo yangu mengi makubwa. Wapi? Mimi najua Kiingereza. Unajua? Kiingereza. Ndio. Kweli. Na Kizungu naongea. Umesomea wapi? Marekani. Wapi? Marekani. Wapi? Nimesoma form 1 mpaka form 6. Nilipofika 4 shule nimeacha. Ndio. Nimekuta kibao kimeandikwa I very glad to meet you. Maana yake mapenzi pesa sura kuvumiliana. Na kweli sura yako watu wanaivumilia hiyo. Na nimesoma lugha 5. Ya kwanza English, ya pili, Kizungu, ya tatu, Kiingereza, ya 4, English boarding, ya 5, language. Kumbe upate elimu yangu. Wewe una elimu gani? Nimesomea mbali. Wapi? Chini ya mwembe akidondoka nyoka of time, kinyesha mvua likizo kidondoka embe kengelea kipindi. Masiala. Nimesoma mpaka mbele nikakuta kibao kimeandikwa no class teachers dead, hakuna darasa la kuendelea. Wewe elimu ipo? Ipo. Namuuliza maswali huyu. Uuliza. Nyani unamjua? Namjua. Nyani kwa Kiingereza anaitwa monkey. Je, tembo? Mpale. Huyu mzima kweli? Dada unamjua? Namjua. Dada kwa Kiingereza anaitwa sister. Je, kaka? Padri. Acha ujinga basi. Ndizi unaijua? Naijua. Ndizi kwa Kiingereza inaitwa banana. Je, embe? Majumba 6. Ndio nini? Yote ukonga ile. Huyu mweu Tenda wema. Anamsubiri Diamond wakasuluhishe kesi. Ndio nini? Zuchu kaingilia kati. Kuku kwa mmoja. Kuku wakiwa wengi. Vyuku. Bata kwa mmoja. Bata. Wakiwa wengi. Bata. Buzi kwa mmoja. Buzi. Wakiwa wengi. Fyuzi. Mende kwa mmoja. Mende. Wakiwa wengi. Viende. Manake. Twende tutarudi tena siku nyingine. Bwana poa. Tupo hapa tu bwana, tuzungumze sasa bwana kuhusiana na nyinyi mlikutana wapi ndugu zangu? Bwana, cha kwanza wahenga anasema njaa mgunduzi. Njaa haina maana hata siku moja. Ndugu yangu mimi katika pita maisha tumekaa tukafikiria, ndugu yangu, kuiba sasa hivi hatuwezi. Na kuiba sio kazi kuwatoka raia mbio unazo. Muibie mwanariadha, wewe unakimbia mwenzao ana troti. Unamwibia mwanariadha? Wewe mwanariadha yeye unakimbia, yeye ana troti. Ndio utajua maharage mbogo hoftali. Sasa ndugu tukajiongeza, tufanye kama tukafikiria tucheze draft alilipi. Tukacheze mpira ya tushazeeka, mpira no. Kwa hiyo baby tuingie kwenye comedy. Tukaingia, tukaanza mdogo mpaka sasa hivi uongo maisha. Nataka kujua mdogo ilikuwaje? Yaani ile mdogo siku ya kwanza mnaanza ilikuwaje? Siku ya kwanza ilikuwa shughuli, maneno alikuwa yapo, tunapita tu hivyo watu wanacheka mmoja basi mnavumilia, mnaandika mengine. Mnaongeza mengine. Maneno yalikuwa machache, yaani kuchekesha yalikuwa machache. Maneno yalikuwa machache kuchekesha. Ila unajua hata mwanzo mgumu. Huyu bwana muongo. Uongo wake anashindwa kuongea kitu cha ukweli. Yaani njaa ndio mgunduzi, na njaa iliyotugundua sisi tukaungana tukawa wawili. Maana yake huyu ndio kaniponza shuleni. Tulivyokaa shuleni darasani, huyu akasema twende tukaangalie video. Sasa hivi si tumekuwa video raia watazamaji. Kaangalia video. Na picha tulikuwa tunapenda amza kanuni. Tunatembea sisi, tunaweza tukatoka Mbagala kwa mguu mpaka Tabata. Rudi Mbagala. Kwa siku. Ndugu yangu mnatembea kutoka Mbagala mpaka Tabata. Na ndio maana tuzeeki sana, tunatembea kama tumekula miguu ya kuku vile, acha tu wewe. Sasa unafikiri ingekuwa kilomita inasoma hii gari ingenunuliwa? Isingenunuliwa, kilomita zishaenda. Na huyu sio mzee, maisha tu. Sio 0 kilomita. Huyu sio mzee, maisha tu. Eti ndugu yangu sio mzee. Mimi kijana nasema shida tu. Wewe unafikiri kazi ngumu? Kazi ngumu, wanawake wazee, chakula hafifu, atakosa kuzeeka. Wanawake wazee. Huyu hapa sasa hapo muongo. Yeye analipi ndugu yangu? Huyu ndio kabisa huyu. Mbona kama nakuchawazia hivi? Yaani huyu ndio kabisa, yani huyu ndio ana matatizo huyu. Wewe unamwona alivyo. Serikali haina ubaguzi kwa sasa, kahesabiwa huyo. Wanawake wote wataenda peponi. Naye huyu mume wa mtu. Bwana yeye mume wa mtu ndugu yangu. Ndugu. Unaona huruma. Ndugu, tusifanye kikao mpaka mjomba uje aje. Sasa huyu mjomba shida hii. Isi matatizo hapo. Sema yote na yote ndugu yangu. Si tukakaa siku hiyo tukaangalia, tukashuhudia mwizi anatambulisha kazi yake kituo cha polisi.
Mwizi anatambulisha kazi yake kituo cha polisi. brand new. Kamuibia bonge. Anajua hajui kukimbia, kumbe zamani tulikuwa tunaita mwizi. Na mwizi naye anaita mwizi. Mwizi haonekani. Lakini sasa hivi kimya kadi disco langoya. Kila kikimbia bonge yuko nyuma. Wewe dogo nisubiri, yani tunaenda wote. Mwizi kaona sio kweli, mbona uniitii mwizi? Shida simu, kachukua simu kaeka chini. Kajua nimepona. Bonge kaokota simu bado yupo. Twende tu, kichoka sema. Mwizi mwenyewe kaingia kituo cha polisi. Afande mimi niweke ndani. Niweke ndani. Nishakwambia niweke ndani. Kuna nini? Afande afungua geti, bonge kafika. Afande wewe ndugu yangu malaria imepanda kichwani, naomba nimpeleke hospitali. Mwizi kajibu, mimi sio ndugu yake, mimi mwizi na simu nimemrudishia. Sasa kama kusema mwenyewe. Kama aseme mwizi. Hii kazi mna mwaka wangapi ndugu? Kazi sina ya muda mrefu. Nazeeka nayo. Huu mwaka wangapi? Mwaka wa 20 kitu kama hicho. Bwana, tangu mwanzo kufanya kazi hii mwaka wa 20, mmefanikiwa kwenye kitu gani? Mafanikio kweli bado. Unajua yani ndio kwanza bora sasa mlipotoa. Naona kidogo mnatumulika kidogo afadhali hapa. Yaani hapa tunaweza tukapata mafao uzeeni. Na inaonekana kabisa inakuja. Passion ndio inakuja. Maana tulikuwa tunasema hii kazi haina meneja mwajiri. Wewe utastaafu, kinua mgongo atakulipa naye. Basi unakomaa hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa hivi inawezekana kabisa ikawa passion ipo karibu. Kwa miaka yote 20 kumetafuta hela ya kula tu. Hela ya kula. Yaani wewe acha tu, kazi zingine ni ngumu. Sasa unaacha unamwachia nani? Ushachia nani hapo unakuja mjini kupambana? Mjini afu umeaga. Kitanda umeuza. Haya ukienda kule utaenda kwa ushapangisha. Wewe siku nyingi wamepangisha wazazi kule. Shamba ushapata walime. Wewe ukienda kule wewe mgeni tena sio mwenyeji. Wewe unaomba mtoto wa Shabani karudi. Unaona? Sio kama akaja, karudi. Lakini ndugu yangu hamna mmepata kitu kwa miaka hii mnafanya kazi hii. Sio kwa miaka hii. Yaani tuchukulie mfano, huu mwaka unavyoisha kidogo kwetu umeisha kama kidogo na mwangaza kidogo, neema kidogo, 200 ya kula ile inapatikana. Lakini toka umeanza huko kuanzia ile Januari ile mpaka Desemba ile. Mwanzoni. Balaa. Hivi hapa tunaofikiria huu mwingine unaokuja huu Januari. Maana huwa huitwi Januari, unaitwa Januari. Januari. Watoto wanatakiwa waende shule. Kazini ushakopa. Ushatumia kwenye Christmas. Christmas. Na mwaka mpya. Ushapari. Ushaenda Moshi. Umerudi huku ndani hamna unga. Ndio maana inaitwa Januari. Na ukiangalia mwezi huu, yani mwezi unaokuja huu, angalia kwenye baa. Utahakikisha kama huu ndio Januari. Wacha utafungua. Lazima wapungue. Bwana ndugu yangu unaamini hiyo? Mimi nataka ujumbe, nataka ni makosa walofanya mwaka huu basi mwakani wasifanye tena, kwa sababu wanajua kwa sababu mwezi wa kwanza mwezi mgumu. Kuna kodi. Mwezi wa kwanza kuna kodi. Mwezi wa kwanza huo watu wataka watoto waende shule. Mwezi wa kwanza huo unataka wewe uendeshe maisha yako. Mwezi wa kwanza huo baba kapiga simu kijini anaumwa. Mwezi wa kwanza huo mkeo ataka avae. Alafu Krismasi mwezi wa 12 umekula, unategemea nini? Mwakani mmeki hela, mnaenda Moshi mwakani, tumeni pesa wenyewe mbaki hapa. Na majina sasa hivi WhatsApp mnatumia tu. Ndio ujumbe wangu nawaachia. Bwana ndugu yangu, familia vipi familia? Nashukuru inaendelea vizuri. Unaishi wapi? Mimi niko Ulongoni hapo Gongo la Mboto. Gongo la Mboto Ulongoni. Na ndugu yangu? Mimi naishi Kigogo hapa wanaita Landaba. Ukifika pale ukiuliza tu bwana mtaka aliwata ni Kiduga Ndimu au Amili basi unanipata. Bwana ndugu yangu, kwa mkitaka kuanza kazi asubuhi mnakutana wapi? Sisi tunakutana baa, tunavulia baa. Mchawi simu tu. Mchawi simu. Bwana leo tunaenda kitambaa cheupe, tunakutana kitambaa cheupe. Leo mwanangu Barakuda. Maana leo atuvalie nyumbani, wewe mwenyewe shahidi. Mnavalia tulikuja kivingine, saa hizi tupo kivingine. Tunavalia baa, tunavulia baa. Huwezi kuvalia nyumbani hizo nguo. Mtoto anaweza akamwambia mama yake, "Mama nibadilishie baba huyu sio." Baba ajulikani mchungaji au pastor. Asa wewe na joto hili na makoti wapi na wapi? Bwana mzee wangu, familia fresh, mke wako unaye nyumbani? Yupo katulia. Na anajua kazi ambayo unafanya. Mke wangu anajua wa mtu watoto. Bwana kuna wanawake kama unavyosema mzee wangu wanavumilia. Wanatuvumilia toka napo atuvumilia. Wana moyo lakini wavumilia na hisi mwaka huu nao si nao watatesa. Watatesa kweli. Unajua kuna kipindi ndio mnatiana moyo nini na nini. Kwa kuanzia mwakani anaweza kuona mabadiliko yanavyokuwa. Yanakuja. Kwa sababu sasa mnakuja kama hivi mnatumulika mwingi na sisi tunaonekana. Tukionekana vishavu nao vinapatikana. Bwana huku kuna kimeo 200. Njoo huku kuna dagaa, umechukua umevuta, maisha yanaenda.
Labda tu hapa tulikuwa tunaulizana, wewe mwenyewe ulikuwa shahidi, tunaulizana hiyo simu iliyoingia, kwa sababu sasa hivi nimekuja na namba ya Riziki. Nimemletea namba ya Riziki ili yeye awasiliane naye. Mimi simu yangu haina hela, awasiliane naye ajue kama leo tuko hapa, kesho basi twende sehemu nyingine. Bwana, milango ishaanza kufunguka. Tunamshukuru Mzee wa Maokoto bwana, apewe maua yake bwana, kwa sababu katukuta mbali sana. Yeye katuokota, katushuti clip, kavitupia kwenye mtandao. Kwenye mtandao hatujampata shilingi 100. Yeye ndo kafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo big up sana Mzee wa Maokoto. Bwana, Mzee wa Maokoto kwako wewe ameplay part gani? Yaani Mzee wa Maokoto aliangalia maisha yetu, akaangalia, akajua na moyo wa huruma, akajua na moyo wa imani. Unajua mara nyingi tunakutana na watu wengi, na wengi sana wanatupa ile moyo kwamba vumilieni, mtatoka. Lakini Mzee wa Maokoto aliamua, kajitoa yeye yani, kusema kwamba sasa hawa vijana mimi nataka wawe hivi. Akatuchukua klipu, akairusha ile klipu, ikakubalika mpaka Marekani. Kwa hiyo Maokoto ya kwanza kabisa tuliyapata tukiwa Temeke kule. Tumepita tu, jamaa katoka Marekani akawa njoni, nimepata clip yenu, niko Marekani leo, nimeona live, naomba nipige na nyinyi picha. Apige na sisi picha, alichojaliwa alitusaidia. Basi yani ndio hivyo yani, mlijisikia furaha. Yani furaha kwa sababu gani? Unajua siku zote sifa huwezi kujisifia mwenyewe. Mtu akikusifia wewe ndio unapata moyo yani wa kusema kumbe mimi naweza. Kweli yani tulijaribu sana, wanatuambia sijui nendeni huku kote tulipita, lakini ukikuta sisi kwanza tunalombaya. Wasanii tunalombaya. Sisi wasanii kwa wasanii hatupendani. Yani unaweza ukamkuta mtu mlivyokuwa chini huko mlikuwa mabest, lakini akishakuwa juu tu basi anawakataa. Na anawakataa kipindi mnaenda kuomba kazi pale alipo yeye, ndio anawakataa. Wengi tu wametukataa, lakini tunamshukuru Mungu. Mzee wa Maokoto yeye akasema mimi naanguka na nyinyi hamna kitu na mimi sina kitu, lakini tutasogea wote. Bwana, ndugu yangu Mzee wa Maokoto tumpe maua yake. Tena maua mengi sana, mwage maua mengi sana mno. Yaani hatuna cha kumpa zaidi, Mungu mwenyewe atamzidishia leo. Leo mna jambo gani hapa na MC Garabi? Mmejipangaje ndugu zangu? Leo bwana mtu asipocheka basi ana matatizo. Hapa watu waandae mbavu zao, watacheka kwa sababu hapa tunafungua mwaka kwa pamoja na tunaofunga kwa pamoja hapa leo. Bwana, leo mnaenda kuchekesha watu. Leo watu watacheka. Wamejiandaa kucheka leo na wako wengi mno. Bwana, ndugu zangu, shukrani sana. Niwaambie tu bwana, next time tutakutana tena, tutajenga zaidi. Najua wazee wangu mmenipa kitu cha ziada kwamba kupambana uaga kuchoki. Usichoke, yani usichoke. Yani hamna kurudi nyuma, nenda mbele ndugu yangu. Ukianguka nyanyuka, tambaa. Ipo siku unapata msaada zaidi. Shukrani sana ndugu yangu. Poa.